Ibra amtolea uvivu Mwijaku. Bwana, unaambiwa Ibra akinukisha. Ibra ameamua kufunguka A to Z. Unaambiwa Mwijaku apakaliki apashikiki. Bwana, kuna jambo kubwa ambalo limetokea kati ya Ibra pamoja na Mwijaku siku hii ya leo, baada ya Mwijaku kuweza kuandika ujumbe kuhusu Ibra. Ni kipi ambacho kimetokea siku hii? Kikubwa ungana nami mpaka mwisho wa video hii, utapata kujua mengi zaidi. Lakini kitu cha kwanza ni kukumbushe uweze kusubscribe, utabonyeza maandishi mekundu hapo chini na pia alama ya kengele on notification, ili uweze kuwa mtu wa kwanza zaidi kupata habari zetu. Pia kule Instagram kitu follow, utakuwa umetisha kinoma noma. Bwana, baada ya Mwijaku kuposti video yake akidai kuwa amini kuwa Harmonize anaweza kumdai msanii wake Ibra kiasi cha bilioni 1, msanii Ibra ameamua kumjibu na kudai kuwa atafuti kiki bali anapambania maisha yake, hivyo vema angekaa kimya sababu hajui chochote. Ameandika hivi: "Brother, usiaminishe umma kwamba nafanya kiki, napambania maisha yangu kakaangu. Basi ni bora hata ungekaa kimya kama hujui chochote. Unakosea, au ndio mkono mtupu au lambwi, basi atakulipa Mungu. Uwe na siku njema." Huyo ni Ibra, ameweza kuandika ujumbe mzito kuhusu Mwijaku. Ameweza kumuonya kwa kile ambacho alikuwa anakiandika. Kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba pengine labda Ibra anatafuta kiki, lakini sina imani ikawa hivyo kwamba Ibra pamoja na Harmonize wakatafuta kiki kinamna hiyo. Hapana, kwa sababu Ibra ni msanii ambaye anapambana, na ukizungumzia katika game ya Bongo Flava ni mtu ambaye anafanya poa zaidi. Sasa bwana, tumeweza kuona akiweza kutangaza kuondoka pale Konde Gang siku hizo za nyuma, na aliweza kuomba mashabiki wake wapate kumsupport kwa sababu bilioni 1 ni hela kubwa sana. Sasa Mwijaku akaweza kuandika ujumbe huo. Je, unadhani Mwijaku anafanya kitu sahihi kuweza kuandika ujumbe kama huo? Dondosha comment yako hapo chini, lakini pia usisahau kuweza kusubscribe, tabonyeza maandishi mekundu hapo chini ili usubscribe, na pia alama ya kengele on notification, ili uweze kuwa mtu wa kwanza zaidi kupata habari zetu.